Kabla ya WCB Wasafi, Mondi alikuwa mtoto wa maskini. Pia yeye alikuwa maskini kupindukia, maskini aliyekuwa na ndoto iliyoonekana kama ujinga. Jina lake halisi Nasibu Abdul Juma Isaac aka Simba aka Chibu Dangote aka Mondi aka Babalao aka Chibu Dangote alizaliwa tarehe 2 Oktoba mwaka 1988 katika hospitali ya Amana Ilala Mchikichini, Dar es Salaam. Mondi alikulia katika mtaa wa Tandale, eneo la Tandale Magharibi, wilaya ya Kinondoni, kwenye nyumba ya mamake Sanura Sandra Kasim. Nasibu alikuwa mtoto wa pili kwa mamake Esma Platinums, dadake Mondi akiwa mtoto wa kwanza aliyezaliwa mwaka 1984. Mondi alilelewa na mamake peke yake baada ya babake Abdul Juma kumtelekeza wakati bado ni mtoto mchanga, huku akiwa wanaakisi maisha magumu ya umaskini pale Tandale. Sanura Sandra Kasim alijitahidi sana kwa jinsi alivyoweza kumlea Mondi. Hakuwa na mahusiano ya karibu na baba yake katika utoto wake, na hili lilimuumiza sana kisaikolojia, jambo ambalo Mondi ameligusia mara kadha kwenye mahojiano na hata kwenye nyimbo zake. Kwenye wimbo wake Binadamu akisema, upendo popote alipo kwa baba yangu japo alinikataa. Nyumba ilikuwa ndogo, ilikuwa ya mbao, hakukuwa na choo ndani, maji walichota nje, na chumba kimoja kilikuwa ndio kila kitu: sebule, jiko na malazi. Walilala watatu katika kitanda kimoja, yeye, mamake na bibi yake. Kila siku mamake Mondi alihangaika kuwapatia chakula. Aliuza mitumba, viberiti, hadi akawa kuchoma chips mbele ya nyumba. Katika mazingira haya, Mondi alipomwambia mama yake kwamba anataka kuwa msanii, wengi walimcheka, lakini mama yake hakuwa mmoja wao. Alimuunga mkono na kumwaminia sana. Mwaka 2007 Mondi alianza kurekodi nyimbo kwa hela alizobambanya kwa vibarua, kuuza nguo za mitumba, kuuza mafuta kwenye vituo vya mafuta na kupiga picha katika maeneo mbalimbali. Vibarua hivi havikutosha pesa za kurekodia studioni, so aliiba pete ya dhahabu ya mamake Sandra Kasim kuliuza, akapata pesa za kurekodia studioni, kisha kumwambia mamake pete ya dhahabu ilipotea. Hapo alirekodi wimbo wake wa kwanza toka mwanzo, ambao haukufanya vizuri kibiashara, ila ulijenga msingi wake wa kiusanii. Baada ya kuachia wimbo huo, miaka mitatu baadaye, Mondi alipata breakthrough yake mwaka 2010 kwa wimbo Kamwambie. Wimbo huu ulimweka kwenye ramani ya muziki wa Bongo Flava, ukamletea mikono mitatu ya tuzo katika tama ya muziki ya Tanzania na kupelekea kuachiwa kwa albamu yake ya kwanza Kamwambie mwaka huo. Baada ya Kamwambie, Mondi aliendelea kuachia nyimbo zilizofanya vizuri sana kama Bangala huo mwaka 2010, ambao ulimsaidia kudhibitisha umaarufu wake nchini Tanzania. Mwaka 2012 aliachia wimbo uliomtambulisha Tanzania yote, Afrika Mashariki na Afrika yote, number 1. Baadaye alikutana na msanii wa Nigeria Davido na kuachia number 1 remix, wimbo uliozungumziwa kimataifa. Baadaye mwaka 2015 Mondi alimwendea msanii Flavor kutoka Nigeria, wakarekodi nyimbo Nana, wimbo ambao ulimpa success ya hela, mashabiki na sifa kibao. Mondi ameendelea kurekodi nyimbo nyingi ambazo zimefanya vizuri Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika yote na duniani kote. Leo anamiliki record label ya Wasafi WCB, vituo vya habari Wasafi FM na Wasafi TV, Diamond Karanga, sabuni ya Wasafi, kampuni ya kubashiri Wasafi Bet, pamoja na kampuni ya ndege Wasafi Air. Mondi amejenga kwake madale, amefanikiwa kimaisha, ni msanii mwenye subscribers wengi zaidi Afrika, anadeti wanawake wa kupendeza, style ya model na mamake mzazi waliokula tabu pamoja, anatabasamu. Hadithi hii ikisema kwa sauti kubwa, yote yanawezekana, bora una ndoto na unaifanyia kazi. Mwisho wa hadithi yake. Langu jina Mr. Mwema, hasta la vista.